na si upendo wa kutoka moyoni. Kwa hiyo Mungu mpaka analeta ujumbe huu kwamba nawapenda wanipendao. Mungu ana maana sana. Mungu si kama sisi wanadamu ambao tunapenda kinafiki. Mwanadamu ana tabia ya kumpenda mwanadamu mwenzake kwa sababu kuna kitu fulani ananufaika nacho. Na vivyo hivyo wanadamu tuna tabia ya kumpenda Mungu kwa sababu tu kuna maeneo fulani ambayo pengine unanufaika nayo. Ikionekana Mungu hajakupa vile ambavyo pengine ulikuwa vihitaji. Nimeona watu wengi wamemwacha Mungu. Watu wengi wanasema kumtumikia Mungu, kumwabudu Mungu hakuna faida. Ni kwa sababu walitanguliza maslahi zao binafsi, walitanguliza vitu vyao binafsi, walitanguliza matakwa yao binafsi. Hawakutanguliza manufaa ya Mungu, hawakutanguliza matakwa ya Mungu, walitanguliza haja zao binafsi. Hasa leo natamani kwa ujumbe huu ukubadilishie mwelekeo, ukubadilishie mawazo yako, ukubadilishie fikira zako. Ikiwa unataka kuona Mungu anaanza kushughulika na maisha yako, Mungu anaanza kukupambania, Mungu anaanza kukupigania, ni lazima wewe uweke vitu vyote chini ambavyo umeviweka kuwa ni kipaumbele juu ya maisha yako. Leo, kuanzia jioni ya leo, anza kumweka Mungu ni kipaumbele juu ya maisha yako. Atakwenda kubadilisha kila kitu. Mungu anakwenda kubadilisha kila kitu. Vinginevyo utabaki hivyo hivyo. Vinginevyo maisha yako yataendelea kuwa hivyo hivyo. Sikiliza ndugu yangu, hakuna mtu yeyote anayeweza kupenda pasipo kupendwa. Kila mtu anatamani aona napendwa na ndipo apende. Kwa hiyo Mungu na yeye anatamani umpende na kisha kupende. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu naye anahitaji kupendwa. Sio kwamba Mungu hapendi kupendwa. Mungu naye anahitaji kupendwa. Anatamani kuona wewe mwanadamu nampenda. Nasikiliza nikwambie, kumpenda Mungu ni kule kufuata njia zake, ni kule kufuata maagizo yake, ni kule kufuata na kutenda mapenzi yake. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Sikiliza mpendwa, kama ukianza kumpenda Mungu leo, Mungu yuko tayari kubadilisha maisha yako. Hivyo unavyovipenda vimeshindwa kubadilisha maisha yako, vimeshindwa kubadilisha kila kitu. Jana nilikuwa nazungumza habari za amani, nikasema bila Mungu kuingilia kati hautawahi kuwa na amani. Leo ninakwambia habari za kumpenda Mungu. Hivyo ninajaribu tena kukushirikisha kile cha jana, kwamba kama unahitaji kuwa na amani juu ya maisha yako, kubadilishiwa maisha ili yawe amani, unahitaji kumpenda Mungu aliye hai. Lazima umpende Mungu.
Sikiliza, ngoja nikwambie kitu. Wakati ule Yesu ametimiza miaka 30 na kazi, Biblia inasema kwamba akaenda kwa Yohana ili na yeye abatizwe. Akaenda kwa Yohana ili na yeye apate kubatizwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Alipofika kwa Yohana, maandiko matakatifu yanasema kwamba tazama, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, ambaye mimi sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yohana anajisemea, Yesu anatembea, anaingia kwenye maji ili abatizwe. Alipofika kwa Yohana, Yohana anasema, Bwana, naomba unibatize. Yesu na yeye anasema nibatize. Yohana anasema, tazama, mimi sistahili kukubatiza wewe. Yesu anamwambia Yohana, timiza hii sheria, maana ni haki yangu nibatizwe. Na Yohana alipokubali kumbatiza Yesu, ila anamzamisha kwenye maji, na Yesu alipoibuliwa kwenye maji, tunamuona njiwa ambaye alisimama kwa njia kwa mfano wa Roho Mtakatifu, akatua begani pa Yesu. Sauti toka mbinguni ikasikika, inasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye atakayowafundisha. Sema amina kwa jina la Yesu. Baba, namdhihirisha mwanaye. Baba, namkudhihirisha hata wewe ambaye utachukua hatua leo. Lazima Mungu atatengeneza mahusiano mazuri kati ya wewe na yeye, na baraka zitaanza kuja. Sema amina kwa jina la Yesu. Chochote utakacho, iwe ni uzima, iwe ni amani, iwe ni furaha, chochote kilichoharibika kwenye maisha yako, kama jioni ya leo utachukua hatua ya kumkaribisha Yesu aingie ndani yako, kama utasema, kuanzia leo ninaamua kukupenda, wewe ni baba yangu, wewe ni mwokozi wangu, utaona maisha yako yanaanza kubadilika, yanaanza kubadilika, yanaanza kubadilika, hatua by hatua, hatua moja kwenda nyingine. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Ninajua neno moja, injili kwa waaminio ni uwezo wa Bwana uletao wokovu. Come on, come on, come on, come on. Injili ni uwezo wa Bwana kwa waaminio, kwa wanaoamini, kwa wanaoamini, kwa wanaoamini. Inaleta mabadiliko, inaleta wokovu, inaleta baraka. Sema amina kwa jina la Yesu. Ukisoma Biblia yako, Isaya 1 mstari wa 19, Biblia inasema, kama mkikubali, kama mkitii, mtakula mema ya nchi. Sikiliza nikwambie, Bwana anawapenda wale wampendao. Bwana anawapenda wale wampendao. Ni haki yako, ni jukumu lako, ni wewe kuchukua hatua, kuanza kumpenda Mungu. Acha mabaya, acha mabaya, acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi. Ninakuonya Tanzania, acha dhambi. Ninawaonya watu wote, acheni dhambi, tuingie kumpenda Mungu aliye hai. Nasikiliza nikwambie, ili Mungu akutoe katika hali hiyo ulio nayo, mpende yeye kwanza. Mpende kwanza Mungu. Sikiliza, ngoja nikwambie, watu wanataka waanze kumpenda Mungu pindi wanapokuwa na matatizo.
Nimeona watu wengi wakija kuhitaji maombezi, unakuta miaka yake yote hajawahi kukanyaga lango la hema ya Mungu, hajawahi kukanyaga kwenye mlango wa Mungu. Akiwa mzima anaona ni kama hata kesha tamka hivyo hivyo. Sikiliza nikwambie, Sika Kitingwa anapokuwa anahitaji huduma ya maombezi, kama nilivyotambulisha kituo hiki, kama nilivyotambulisha channel hii kwamba ni channel ya huduma na maombezi live, watu sasa wanaanza kuja. Unamuuliza swali, utasikia anampenda sana Mungu. Sikiliza, je, yale uliyokuna yatenda ndio Mungu anayoyataka? Yale unayoyafanya ndio Mungu anayopendezwa nayo? Au unafanya kile ambacho Mungu hapendezwi nacho? Alafu umetingwa, ndipo sasa unakuja unasema nampenda Mungu. Sikiliza nikwambie mpendwa, kumpenda Mungu ni kuacha kutenda dhambi, ni kuacha njia mbaya. Hiyo ndio ninachotamka na ndicho ambacho Mungu anakitaka. Kwa hiyo anapokuambia na wapenda wanipendao, maana yake ni wale ambao wanatii maagizo yao, wanasikiliza mausia yake. Sema amina kwa jina la Yesu. Na Mungu jinsi alivyo wa huruma, anamponya mtu. Na mtu akisha kupokea uponyaji, aisendo kwa heri. Kama nadhani na kudanganya, kawaulize wale wenye ukoma 10. Walipokuwa wanaenda kwa Yesu ili awaponye ukoma, walikuwa wanyenyekevu kweli, na wakaonyesha wanampenda Mungu sana. Wakasema, Yesu mwana wa Mungu, tunaomba utuponye, tunaomba ututakase ukoma. Yesu akasema, takasikeni. Aise, walipokuwa wanaenda walikuwa wanatakasika. Lakini angalia, aliyekuwa nampenda Mungu ni mmoja tu.